Hukumu na tumaini la Mungu. Mungu alikuja tena katika bustani ili kumtembelea mwanadamu. Lakini sio kwamba Mungu alikuwa ni kipofu wala hana sensi kwamba mwanadamu alikuwa bado angali sawa. Hapana. Mungu alijua kwamba tayari mwanadamu alikuwa amekengeushwa, amedanganywa na Ibilisi ambaye anajulikana kwamba ni nyoka ule wa zamani anayedanganya watu mpaka sasa. Soma kitabu cha Mwanzo 3:15. Nami nitaweka uadui kati yako na huyu mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa. Sasa baada ya Mungu kugundua, alipowatembelea akagundua kwamba tayari dhambi zimefanyika, akaleta uadui kati ya nani? Kati ya Ibilisi shetani, yule joka, pamoja na mwanadamu. Akamwambia Adamu kwamba yeye atakula kwa jasho. Hiyo ni laana. Aliyelaaniwa sio Adamu, lakini udongo uliolaaniwa. Udongo ndio uliolaaniwa. Sasa Adamu anakuja kulaaniwa kwa sababu gani? Kwa sababu udongo ndio uliomtengeneza Adamu akawa mwanadamu. Mungu atubariki sana. Kwa hiyo mpendwa, Mungu akaweka uadui kati ya shetani nyoka pamoja na nani? Pamoja na mwanamke na uzao wa mwanamke, sio Eva, uzao wa mwanamke. Ina maana kwamba huu uzao wa mwanamke ambao umekuja kutabiriwa hapa ni Yesu Kristo, ambaye angelikuja kuzaliwa na kuponda mauti milele na kuponda huyu shetani na kumfunga miaka 1000. Na huyu shetani naye akapewa mamlaka kwamba naye angelikuwa adui ambaye angelifanya nini? Angeliweza kutuangusha, angeliweza kutupeleka katika dhambi kila mara, lakini tumaini la wokovu liko kwamba uzao wa mwanamke utamponda kichwa. Ndio kwa maana Adamu niseme Yesu alikuja kuzaliwa kutoka tena kwenye kitofu cha Adamu ili aje kuponda huyu Ibilisi kichwa milele. Ahadi hii ina sehemu kuu 3 ambayo tutaiona. Inasema kwenye Kiingereza, this promise has 3 parts. The first one, uadui. Uadui inamaanisha kupigana, inamaanisha ugomvi, inamaanisha hasira kati ya nani? Kati ya ule nyoka na yule mwanamke, au pamoja na uzao wa mwanamke. Neno la pili ambalo ni neno la maana, wala ahadi ya pili, ni kwamba hapa tayari tunaona uadui kati ya uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke. Watenda mabaya wote, wenye dhambi wote, uzao wa shetani wanakuwa ni adui na uzao wa yule mwanamke. Neno la 3 au ahadi ya 3, uzao wa mwanamke kwa umoja, inamaanisha Yesu Kristo ataponda kichwa chako na uzao wako utaumizika kisigino cha uzao wake mwanamke. Ina maana kwamba Yesu Kristo angelikuja kuponda ile kichwa cha ule shetani, lakini pia huyu shetani atanata kisigino, atatukulia hapa. Unajua kwamba maisha ya mwanadamu iko kwenye mguu wake. Sasa unapokuliwa kwenye mguu au unapoumia kwenye mguu, unaumia kwenye tumbo, unaumia kwenye maini, kwenye roho, kwenye moyo, kwenye kichwa, kwenye akili. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwili wa mwanadamu unakaa kwenye mguu. Kama ulikuwa haujui hilo, nitafute nitakwambia mengi kwa urefu. Jina la Bwana libarikiwe sana, maana hapa tuko kwenye mafundisho ya kiteolojia. Wakati Adamu alikubali kumsikiliza yule shetani, aliweza kuungana mara moja na Ibilisi. Mpendwa, tunapotenda dhambi mara moja tunajitoa kwenye utukufu wa Mungu, tunaungana na nani? Na shetani. Mungu bado aliahidi kuweza kumkomboa yule mwanadamu. Aliahidi kuweza kumtoa mwanadamu katika mipango, katika mikono ya yule Ibilisi. Ndio kwa maana amekubali kufanya nini? Amekubali kumleta Yesu Kristo aje awe kiongozi wetu, mkombozi wetu. Hata kama shetani atatuvuruga, lakini kupitia Yesu Kristo atakuja kumgonga shetani, atakuja kumjeruhi yule shetani, na nguvu zitakuwa zimekwisha. Katika ushindi huo mkubwa, Ibilisi alifukuzwa kutoka peponi. Hebu tazama vita vya kwanza hapa kati ya malaika Mikaeli ambaye ni Yesu Kristo na shetani. Soma Ufunuo 12. Aliweza kufukuzwa kwa sababu ya tabia zake chafu mbaya. Soma pia Warumi 16 mstari wa 12.
utagundua mengi kuhusu pepo mpya na dunia mpya ambayo imeandaliwa kwa ajili ya uzao wa yule mwanamke. Na kwenye hii pepo mpya au dunia mpya, na kuambia watu wa Ibilisi na Ibilisi hawatakanyaga. Adamu aliamini maneno ya Mungu, akamuita mke wake Eva. Eva ni neno lenye matumaini kwa sababu alikuwa ndiye mama wa viumbe vyote. Wamama jamani, hata kama wakati mwingine mnatuumiza, mnatutoa kwenye mistari, kwenye misingi, lakini bado mnastahili kuitwa wamama, maana kupitia ninyi kuna matumaini ya kuweza kumzaa mkombozi. Haleluya! Adamu alikuwa ni mfano kwa wote kwa sababu yeye amerithi ahadi ya Mungu. Alikuwa ni mtu mwenye huruma na imani. Imani ndiyo inayotupeleka kwenye uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka pia vile vile. Hapa ingawaje kuna jambo fulani hapa la msingi, ingawaje pia Mungu alitengeneza ufalme mkubwa wa kiroho, mtazamo wa maandiko ni kati ya Mungu, ambaye Mungu mwenyewe ni roho, na mwanadamu pia. Kwa hiyo ametengeneza ufalme wa kitamaduni, ufalme mzuri wa mbingu, ili wale wote watakaoshinda kifo, kushinda mwili, kushinda yule Ibilisi, wataweza kurithi siku moja wakiwa wanafurahia maisha, baraka, upendo, ulinzi na makuu yote yanayotoka kwa Mwenyezi Mungu. Basi karibu, ulikuwa nami mwalimu Askofu Profesa Mathayo E. Justin. Asante, ubarikiwe na Mungu. Bye bye.